Unapomuoa mwanamke hakikisha anatoka kwenye mikono ya wazazi wake, kwa baba yake na mama yake. Unapooa mwanamke hakikisha unamfuata yupo chini ya miliki ya wazazi au walezi. Usimuoe mwanamke ambaye anakaa getoni. Unamuoa mwanamke anakwambia bwana mimi niliona pale wazazi wananisumbua, wananibanabana, nikaona wacha nijitenge nao, nikakaa peke yangu huku. Kama alishindwa kuishi na wazazi wake kwa sababu ya kumuamrisha na kummiliki wamweke chini yao, akashindwa kuishi nao, wewe hautamweza hata siku moja. Unamuoa mwanamke anakwambia eti bwana baba anazingua, mimi mpaka sasa hivi siwasilianagi naye, yani ana michoresho mingi sana. Mwanamke anakwambia hivyo, au mwanaume anakwambia mama anazingua bana, mimi mpaka sasa hivi nimembloku, sina mawasiliano naye. Mwanamke au mwanaume anakwambia hivyo, huyo hafai kuwa mke wala hafai kuwa mume. Kama anashindwa kuwasiliana na wazazi wake waliomzaa kutoka tumboni, wewe haumwezi hata kidogo. Eti mimi nitakuoa tu, siku nikianza hizi process za kuoa zikianza, tutaenda kwa wazazi wako uende ukaombe msamaha. Yaani anaenda kuomba msamaha kwa ajili ya kuolewa na wewe, ili asafishe zile laana ambazo wazazi walikuwa wameshaziachilia. Blaza, sister, muogope mwanaume au mwanamke wa aina hiyo ambaye anashindwa kuishi na wazazi wake. Ogopa sana mwanamke unamfuata yuko kwa marafiki zake. Yaani anaishi na marafiki zake, sio anaishi kwa wazazi na hajaolewa, anaishi na marafiki zake. Blaza, huyo ni mwanamke hatari sana. Mwanamke yeyote aliyepanga chumba peke yake au nyumba, huyo ni mwanamke hatari sana ukitaka kumuoa, kwa sababu amezoea kujiamrisha mwenyewe, amezoea uhuru, amezoea kukifanya anachokitaka. Mwanamke yeyote ambaye hataki kutawaliwa, huyo hafai hata kidogo. Muoe mwanamke ambaye yupo kwa wazazi wake, anakubali kuamrishwa na wazazi, anatii kile wazazi wanachomwambia. Huyo ndio mke wa kuoa, amejitunza akiwa kwa wazazi. Huyo ndio mke wa kuoa. Hawa vichochoroni mnaokutana nao wa magetoni, wanaishi kwa marafiki zao, wao ni wanawake hatari sana. Hata Biblia inasema mwanamke atawaacha baba yake na mama yake, ataambatana na mumewe. Lakini Biblia inasema ya kwamba akianza kuolewa atatoka getoni kwake au atatoka kwa marafiki zake. Huo ni uongo. Mwanamke ambaye kashindwa kuishi na wazazi wake hafai. Labda awe anaishi na walezi, wanamlea katika maadili mazuri na anakubali kutawaliwa na hao walezi. Unapoanza kuoa hakikisha unaulizia pale mtaani. Watu watakunyima chakula, watakunyima hela, lakini hawatakunyima maneno. Ulizia tabia za huyo mwanamke zikoje, utaambiwa ukweli. Iwapo huyo mwanamke ameshawahi kuwa na maex kuanzia 3, huyo hafai hata kidogo. 3 wanaume wote kashawahi kupita nao, kashawahi kuishi nao, au huyo hafai hata kidogo. Usimuoe mwanamke kwa ajili ya kumpoza maumivu aliyotoka nayo kwa mwanaume fulani. Nataka wewe ndio uwe furaha yangu. Hafai hata kidogo huyo. Halafu hakikisha unaoa mke wa kwako. Acha kuoa wake za watu. Tafuta mke wa kwako ambaye utaanza naye mtoto wa kwanza.